ni wakora. Walikuwa baada wanaiba ng'ombe zamani. Ikafika mahali wakaanza kuua watu. Ikafika mahali nataka niseme nikiwa kiongozi mmoja wa taifa la Kenya. IG. For the first time, polisi wetu, jeshi, polisi na wale wengine wote wameshikana for the first time. Hii kuwa Father Alois, si waliua Father Alois kimakosa. Ni kwa sababu walikuwa wamekuwa cornered. Wamezuiwa kuiba ng'ombe, wamezuiwa kuiba kuuza watu wale wengine. Sasa wakarudi sasa uchunguzi. Na unajua DJIG, msidanganyane. Wale watu wanajulikana. Na maneno ya kutini mimi siko hapo. Mimi ni wa namba 3. Watende. Waende penye watu wengine walienda wanafanya. Hapa hivi nasema nini? Hatuwezi kuja hapa kupoteza wakati kusika Father mwenye alikuwa na ubiria wengine waende mbinguni. Sisi ya ujenzi ya shule ya mambo mengine, lakini mtu anahubiri maombi ya Mwenyezi, lakini ibaga au ndio tusikie tukuju umejina bye na ikokote au bila kama ito so mtu yeye ana masomo so sisi wote salah tanam kastongo tadi guna dikit ko neden dikit ngajeni pada bayata ben Father Alois boleh balik dalam Father Alois amu kugure jaibu kuhidia kwa nini kugure jaibu ya Tuhan matu ijuri kami kasungguh uadui ko gimarbi subok kibar kontrata ni di joret nyo awate awal kita plamba awataren awal Father Alois amnya de jam muche mesin muche sigi ka Father Alois sa kitu kirupa dege ma muche kaki turan ran dege ma muche amnya de jam. Unajua watu wengi hawajui maana ya amani. Ili ulale kwa nyumba ya nyasi, ili ukule ugali na chumvi, lakini ukuweko na amani. Watu wengi hawajui maana ya amani. Ndio taifa letu la Kenya tunataka tuombe na tuongeleshe kila mtu kuwe kiongozi. Ukisimama chunga ulimi yako. Na ndio unaona ule hata ule mtu mwingine wa Munyoro, unasikia anaongea maneno ya 272 hivi. Unasikia anaongea carelessness. Anasema ati sijui kuna watu kutoka Nandi ndio wamewekwa hapo kuua watu sijui nini. Mimi nataka niambie wewe wa Munyoro, hii taifa la Kenya ni kubwa kushinda wewe, kushinda mimi, kushinda William Ruto, kushinda kila mtu ule. Omba kura na sera, ongea mambo yanayosongea, lakini usitukumbushe mambo ya vipi. Leo tupapo kutukimzika Father Alois kwa sababu ya ujinga na matamshi ya watu kama wewe. Mbele ya watu uongee matope. Unajua niliona bishop akiongea kule leo mara kwa sasa utuambie sababu ya huyu Father Alois amekufa kwa nini. Na nikasikia watu wanaishi kwa kichaka. Mama yangu ile onayole wewe mimi ningekita sana hapo mama dada wapia ndio na masomo ai wadi tena kwa jita na upata hii kote imeje kimu kote mkizo ndi kimwani ndio mtu mmoja ndio sekta na nyingine tu sai kitu Father Alois au ndio hilo tu. Nataka kusema pole kwa familia, pole kwa kanisa, pole kwa fathers wetu. Najua fathers wetu wamekuwa na usuni sana na watakuwa na hofu.
Najua hata wale wenye wako kule wako na hofu, lakini nataka niwaambie hii ni kifo ya at least serikali imepata njia. Kwa Mwenyezi Mungu awabariki sana.